Bwana, nimeweza kufika makao makuu ya Mtwara Mabegani. Nikasema kuna mengi ambayo yanaendelea hasa kuhusiana na msanii wao. Nikasema sio kinyonge sana. Kwa nini kimya kimya hivi? Inakuwaje mzee? Bwana fresh, mambo vipi? Kama kaa. Mtwara Mabegani. Yes. Naona mmezindua tawi bwana. Ya, tumezindua tawi na tumeonyesha furaha na upendo wa hali ya juu kwa msanii wetu Konde Boy Jeshi. Yes. Katika hali ya kuonesha furaha kwa msanii wenu Konde Boy Jeshi, lakini kuna hali ambayo sasa hivi anakutana nayo. Watu wengi wamekuwa wakimwataki. Bwana Harmonize, unafanya show za bei poa. Msanii unafanya show za bei che, msanii unafanya show bure kabisa, unajaribia umeshuka, vitu kama hivyo. Nyinyi kama Mtwara Mabegani ambao nyinyi mnahakikisha furaha ya msanii wenu, hili jambo kwanza mlipokeaje na mnalizungumziaje? Cha kwanza niweze kusema kitu kimoja kwamba huwa sifurahishwi mara nyingi na jinsi wachambuzi wanavyomwata kimsanii wetu, kwa sababu unajua sisi au mimi binafsi sio kwamba nawapinga wachambuzi na sio kwamba napingana nao au sipendi jinsi wanavyochambua au walivyojiajiri kupitia hiyo kazi ya uchambuzi, kwa sababu tumezoea mara nyingi uchambuzi upo kwenye music na vitu vingine, lakini kwenye muziki ni mara ya kwanza Tanzania. Nipongezi kwao, lakini sasa kuna kitu kimoja ambacho kinanikwaza mimi binafsi na pia team Konde Gang nzima. Sana wanamwataki sana msanii wetu Harmonize. Wanamwataki kwa nini? Kwa sababu kila anachokifanya msanii Konde Boy Harmonize, wao wamekuwa kipaumbele kukosoa hicho kitu na sio kukichambua katika hali ya kukielezea bwana kwamba msanii umefanya kadhaa, hii rekebisha hapa, hapana. Bali wao wanakuja moja kwa moja, Makonde amepotea. Wengine wanamuita kidali, wengine wanamuita sijui mfupi, yani majina ya hovyo wanampachika, kitu ambacho sio kizuri, kwa sababu Harmonize mwenyewe ni msanii pia ni binadamu. Binadamu lazima una kinyongo. Yaani hakuna binadamu ambaye utamsema kwa ubaya akashindwa kunungunika katika nafsi au nafsi kukunja. Hiyo ipo kwa kila mtu. Sio msanii tu. Sio kwa sababu ni msanii kwamba eti hawezi akachukia kwa kile kibaya anachozungumziwa. Hapana, naye pia binadamu ana moyo na lazima kitu kibaya akisema kwa ubaya au kwa kukosolewa kitu ambacho hakustahili, lazima ataumia na atanungunika. Na ndio kitu ambacho hata sisi au mimi binafsi sipendi sana jinsi wanavyomwataki wachambuzi msanii kwa kiwango ambacho hata kama akifanya mazuri kiasi gani, wao wapo kipaumbele kumkosoa na sio kusifia au kukielezea kinaga ubaga kwamba bwana msanii itakiwa ufanye hivi. Wao wanakuwa mstari wa mbele kumkosoa au kumlaumu kwa kila hatua anayofanya msanii Harmonize. Sasa hii tunaweza kusema nini? Hii tunaacha kule kwenye uchambuzi, tunakuja kwenye uchafuzi kwa maana nyingine. Unahisi kwamba wanatumwa ama biashara muziki inafanya wao kuitetea? Unaweza kusema kwamba wanatumwa au tunaweza kusema kwamba wana chuki binafsi. Kwa sababu gani nasema hivyo? Kwa sababu ingekuwa hawana chuki binafsi au hawatumwi na baadhi ya watu wengine au wasanii wengine, ingekuwa wanavyochambua. Nikwambie kitu, na ndio maana nikasema kwamba kuna uchambuzi wa mpira katika nchi hii unaendeshwa na watu mbalimbali waliobobea soka au watu wa michezo. Unaona kabisa wataichambua Namungo, wataichambua Yanga, wataichambua Simba, wataichambua Mtibwa, kila timu wataitambua. Lakini sasa ilivyo kwa tofauti wachambuzi wetu wa muziki au Bongo Flava, wao wanamchambua Harmonize peke yake kwa ubaya tu. Yaani hawajawahi hata kitu kimoja. Ina maana katika mabaya yake wanaomuongelea, ina maana hajawahi kufanya zuri hata moja, kitu ambacho si kweli. Hayo katika mabaya yake lipo zuri, lakini hakuna hata siku moja waliongelea uzuri lake. Haiwezekani msanii anaingia studio ana rekodi ngoma kali, ana rekodi video kali, anaiachia, afu mtu baada ya kumpongeza kwa kile anachokifanya wao wanalaumu. Na ndio maana nikasema kwamba inawezekana kuna kitu nyuma ya pazia, kwa maana inawezekana kwa ikawa wanatumwa au wanachuki binafsi na msanii mwenyewe. Hii ni mbaya sana, haileti taswira mzuri kwa uchambuzi wao, kwa maana naweza kusema kabisa moja kwa moja kwamba wanachokifanya wajua nakosea. Kwa nini mnamwata msanii mmoja tu kila siku? Yaani kila kukicha wao kwenye peji za Harmonize kwamba kafanya tukio gani tuwezi tukumsema kwa vibaya. Kwa nini katika hiyo hali kwa wasanii wengine? Kwa nini inakuwa Harmonize tu peke yake? Kwa nini wasanii wengine hawawachambui kwa kiasi hicho? Kwa nini Harmonize? Unahisi kwamba
Umesema swala la chuki, vitu kama hivyo. Ni kweli unaamini kabisa Harmonize kashuka kimuziki? Hapana, hajashuka kimuziki. Katika mimi ukiniuliza msanii namba 1 kwa sasa hivi anaitwa hit song, nitakutajia Harmonize. Namba 2 nitakutajia Harmonize. Namba 3 Harmonize. Namba 4 ndio nitakutajia msanii mwingine. Kwa sababu gani? Kwamba bado yupo katika hali ya ubora wa viwango vya juu, na unaona kabisa kila nyimbo anayotoa katika platform anazoziposti au kuachia au platform zinazohusika kuachia muziki, unaona anaongoza. Kama si namba 1 atakuwa namba 2. Namba 1, namba 2, hajawahi kushuka kwa namba 3 katika numbers za viewers, zinamaanisha watu kusikiliza, kudownload, vitu kama hivyo. Kwa hiyo uwezo ukasema kwamba ameshuka kimuziki, si kweli. Bali ndio maana nikasema kwamba hawa wachambuzi au mashabiki wengine ambao hawampendi msanii wana kitu chao nyuma ya pazia, si bure, kwa sababu msanii hajashuka kimuziki. Unaona anatoa hit song kila siku. Kwa hiyo uwezo ukasema kwamba Harmonize anashuka kimuziki, si kweli. Na hakuna ngoma hata moja tangia mwaka 2026 umeingia ukasema kwamba Harmonize ngoma yake amefeli, sio kweli. Kila ngoma anatoa ni hiti zaidi ya nyingine. Watu ambao walikuwa karibu na Harmonize ambao tumeona wakimsemea vizuri Harmonize, ndio hao wamebadilika sasa hivi, wanamsemea katika engo ambayo nyinyi mnatafsiri kama ni chuki, wakiwa wanakosoa sana swala la muziki wa Harmonize. By the way, Harmonize aliandika katika ukurasa wake wa Instagram kwamba bora pesa zake awape maskini kuliko kuwapa wachambuzi, vitu kama hivyo. Na neno ambalo anaweza kulitamka ambalo mimi si sahihi kuweza kulitamka. Unahisi kabisa ni kweli Harmonize alikuwa anapatia pesa aweze kumzungumzia? Why sasa hivi umebadilika? Kitu kimoja hapo sana nataka niweke sawa. Sio kwamba alikuwa anawapa pesa hapo kabla ili waweze kumzungumzia vizuri, na sasa hivi hawapi pesa ndio wanamsema vibaya, au alivyosema msanii mwenyewe kwamba pesa zangu bora nipeleke kwa watoto yatima au nisaidie watu wengine wenye uhitaji, lakini sio kwa wachambuzi. Hii haileti maana kwamba alikuwa anawapa pesa zamani, au kuna kitu fulani kwamba labda unahitaji pesa sasa hivi ili waweze kumwongelea vizuri. Hapana. Na ndio maana nikasema kitu kimoja ambacho watu watakaofahamu na Watanzania wote wajue kwamba kwa sasa msanii pekee ambaye unaweza ukamzungumzia mambo yako yakaenda ni Harmonize, Konde Boy Mjeshi. Kwa hichi kitu sikatai, msanii unapokuwa msanii mkubwa lazima utaongelewa, utazungumziwa kila media na watu mashabiki, hiyo ipo wazi, ndio ipo hivyo duniani kote. Sawa, lakini sasa kwa kiwango wanachokionyesha hawa wachambuzi au baadhi ya watu kumwongelea Harmonize wanazidisha kile kiwango, sasa inakuja kwenye chuki. Kwa hiyo hii, na ndio maana nikasema kwamba mashabiki na Watanzania wafahamu, sio kwamba labda kuna pesa hapo alikuwa anatoa, hapana, bali wao walichogemea sana wachambuzi ni kile ambacho kwamba wamuongelea Harmonize ili ndo vitu vyao viende katika mitandao yao ya kijamii ili na wao wajipatie kipato. Lakini hiyo sikatai, hata mwenye msanii Harmonize amesema hakatai, lakini sio kwa kiwango hicho ambacho wanachokionyesha wao cha kumlaumu zaidi kuliko kumsifia. Na ndio maana nikasema kwamba ukishakuwa mchambuzi bala simzani, kwenye nyeusi weka nyeusi, kwenye nyeupe weka nyeupe. Lakini tofauti kwa msanii Harmonize na wachambuzi, wao ni black tu. Yani wao wameamua kuweka nyeusi mwanzo mwisho. Yani wamekunja mwanzo mwisho, na ndio maana hata hicho msanii mwenyewe Harmonize anakasirika na kuona hapa kuna kitu ambacho sio tena uchambuzi, huu ni uchafuzi. Au inakuja ni kejeli. Sasa ikishakuja kejeli, maana yake kwamba hata msanii mwenyewe atakosa furaha, nyinyi au hata sisi mashabiki zake, family team Konde Gang, tutaona kwamba hatuna imani tena nyinyi wachambuzi kwa msanii wetu. Kwa nini yeye? Kwa hiyo hatukatai kumwongelea Harmonize, hatukatai kumchambua Harmonize, lakini si kwa kiwango hicho ambacho wanamchambua wao. Kila kukicha wanamwekea nyeusi, yani wamekunja. Sawa, msanii mkubwa ipo hivyo duniani kote, lazima uongelewe, ili ndio jinsi ilivyo, ili na watu wengine pia wapate riziki, lakini sio kwa kiwango hicho wanachokuonyesha wao wachambuzi. Swala la chambuzi sasa hivi limekuwa ni swala kubwa kabisa, na pengine labda wewe nitajie, unahisi kabisa mchambuzi gani kwako wewe anazingua? Yani yeye katika uchambuzi wake kuna vitu anazingua, yani wewe mchane black and white, mchambuzi gani? Yani kwanza namba 1, yani kama wao wanavyomwata kimsanii wetu Harmonize, kwamba wao wanamtaja mpaka jina, Harmonize umezingua, Konde Boy unapigaje show pale, sio nini uliyesema tu wapi, tunaona unapiga show Masaki na nini, si unajua.
yani kipaumbele ya kwanza kabisa mchambuzi ambaye kipaumbele Suma Mnazareti. Huyu jamaa ana chuki za wazi kabisa na msanii wetu Harmonize. Huyu namba moja, yani namweka katika listi namba moja. Suma Mnazareti. Huyu jamaa anaongea vibaya sana kuhusu msanii wetu. Sana. Anakanda sana. Sana. Na sometimes unapomwongelea vibaya msanii wetu, huwa anapata ghadhabu sana. Sana. Huyo namba moja, namba mbili Suma huyo Suma. Kwa sababu umeniuliza niwataje, na mimi sitaki kuficha wala kuzunguka, kwa sababu hata wao wanakera sana. Mchambuzi namba 2, Mr. Pimbi. Huyu Mr. Pimbi huyu anajiita mzee wa fakti, lakini sometimes kwamba zile fakti zake inakuwa ni kero au inakuwa ni kejeri. Kwenye uchambuzi anakuwa mchafuzi, anamchafua sana Harmonize. Sana. Huyo namba 2. Namba 3 au wengine kidogo, kuna jamaa ule kama ana midevu kibonge hivi. Nani huyu ana midevu kibonge hivi, lakini jina lake gumu kidogo, lakini yule jamaa anamfuatilia, huwa yeye kidogo ana basi Kendrick. Sahihi. Lakini hilo kidogo ana bansi mzani. Lakini pia pongezi za dhati ziende kwa mchambuzi ambaye huyu unaweza kusema kwamba yani katika wachambuzi waliojitokeza wamedili kweli kwamba wamewekeza katika uchambuzi wa muziki Tanzania, au wamejikita katika uchambuzi wa Bongo Flava. Au kwa mzungumza Haja yule mwanzo mtaja mwenye ndevu Haja. Kibonge hivi ana mashavu kama bambo. Haja. Yes, ndo huyo. Yule kidogo sometimes kwamba kwenye nyeusi anaweka nyeusi kwenye sawa, lakini siku akiamua kwamba wiki mfululizo amseme vibaya msanii wetu, naye yupo. Lakini naendeleza kusema kwamba mchambuzi ambaye inatakiwa awe mfano wa kuigwa kwa wachambuzi wote, huyu jamaa nimpe maua yake sana ni Elmando bwana. Yani yeye ni mchambuzi hasa. Kwa nini nasema mchambuzi hasa? Kwa sababu ndio maana nikasema kwamba unapochambua hata michezo, chambua timu zote zinazocheza hiyo siku husika. Chambua Namungo, chambua Mtibwa, chambua Yanga, chambua Simba, chambua Azam, chambua Dodoma Jiji. Ndio sawa hata katika uchambuzi wa muziki. Mshaamua kuwekeza huku, mchambue Harmonize, mchambue Diamond, mchambue Alikiba, mchambue Mario, mchambue wachambue wasanii wote wanao hiti, wadogo wakubwa. Unaona kabisa kwa nini Licha Mavoka sasa hivi amefifia, kwa nini atoe hit song, unachambua. Unaelewa kwa nini Aslay hayupo nchini, yupo, unachambua kwa sababu mashabiki wamsupport kazi zake hivyo. Kwa kifupi, chambua wasanii wote, iwe kwa uzuri au kwa ubaya wote. Kama unaamua kumweka black and white msanii huyu, basi wote, sio kila siku na msanii mmoja afu unamwongelea vibaya siku zote. Hiyo haipo sawa. Kwa hiyo huyu Elmando jamaa nampa maua yake. Unampa maua yake. Na huyu ndo mfano wa kuigwa kwa wachambuzi wote. Hebu wamtazame huyu jinsi anavyochambua muziki au Bongo Flava au anavyochambua wasanii. Yaani akiamua huyu amchambue anaenda sawa. Hivyo. Yes, bwana, nilikuwa na memba kutoka Mtwara Mabegani. Ameidadavua kwa upana zaidi swala ambalo limekuwa likiendelea. Watu wengi wamekuwa wakimwataki sana msanii wao. Hawa wachambuzi ambao tunawaita sasa hivi wachambuzi wamekuwa wakimwataki sana msanii wao, kiasi kwamba hata yeye binafsi hajapendezwa na ile swala, lakini ametoa kongole, ametoa congratulation kwa Elmando pamoja na Haja. Hawa ni wachambuzi ambao kwa sasa hivi wamekuwa wakichambua masuala ya muziki. Ni kama vile kwake yeye anaona ni watu sahihi wanachambua vizuri masuala ya muziki. Mimi naitwa African Voice. See you next time. Bye bye.